Ngoja leo nikwambie kitu. Wewe ambao uko na stress, ati wewe wachawi, wewe sijui. Acha nikwambie kitu. Nebukadneza alisahau. Akamweka Danieli kwenye tundu la simba. Na akasahau imeandikwa ya kwamba Yesu Kristo ni simba la kabila la Yuda. Hey! Haya. Nebukadneza akasahau, akashika Shadraka, Meshach and Abednego. Akaweka ndani ya tanuru la moto. Akasahau Yesu Kristo wa Nazareti, yeye ni moto ulao. Yesu Kristo wa Nazareti ni moto ulao. Haya. Farao akasahau. Wakati Moses alitupa ile nyoka chini, pia akatupa nyoka chini. Akasahau ya kwamba Yesu Kristo ni nyoka ya shaba, ikameza nyoka ya Farao yote. Simba haikumkula Danieli, zilimfurahia wakaa pamoja na yeye. Akasahau maandiko yanasema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Ujapopita katika maji mengi, maandiko yanasema namna gani? Hautabebwa na maji. Kwa sababu gani? Maana mafuriko. Yesu ni maji ya uzima. Hiyo na ufahamu. Ujapopita katika moto, Yesu Kristo ni moto. Yeye ni moto. Fanya hivi. Wakileta nyoka, wakichukua nguo zako, wawe kwa nyoka, natabiri leo nguo zako zigeuke zikuwe nyoka na ikule nyoka zao. Wakichukua picha zako weke kwa nyoka, hizo picha zako zigeuke leo zikuwe nyoka, zikule nyoka. Wakikuja asubuhi wapate nyoka hakuna. Kama vile Dagoni walichukua sanduku la agano wakaekea Dagoni, walipoamka asubuhi Dagoni imeanguka. Na kuambia leo usiku leo ukiamka, yoyote aliyechukua picha yako, nywele yako, kitofu chako, hiyo kitofu igeuke ikuwe simba ama ikuwe moto, wapate hiyo madhabahu imechomeka. Ama wakipata wapate kama wakiwa wamekea burukenge ama wamekea paka zao ama chochote, wapate simba hii ambaye ni simba la Yuda ikule yote. Wakikama wamekeka chini ya miti wa uzima, aende yote iteketee, yangukie, iue zote. So usikuwe na shaka, maana Yesu yuko pamoja na sisi hadi mwisho wa dahari. Kama walichukua picha yako kwa bahari, ama kama walikuweka chini ya bahari, kama uliko chini ya bahari, sikiza. Ya kwamba wakati wanafunzi wa Yesu walipokuwa kwenye mashua ikaanza kuyumba, Yesu akajifanya analala. Wakasema sisi tunanusurika na huyu mtu amelala, ilibidi wamamwishe Yesu. Yesu alipoamka alifanya nini? Aliongelesha bahari, mawimbi tulia. Bahari katulia na ikawa shwari. Hata kama ulioko chini ya bahari, Yesu ni maji ya uzima, mtuliza bahari. Hiyo aliyegawa bahari wakati wa Musa yupo. Aliyegawa bahari wakati wa Yoshua yuko. Hiyo bahari gawanike na utoke chini ya bahari, nguo zako, pesa zako, nyota yako, kila kitu, kama uko popote leka kwa mto wapi, kama uchoya Kisina, utolewe chini, uwekwe juu. Waliokuzika wakachukua picha wakazika. Ama wakachora majina yao wakazika chini. Sikiza. Petro anasema magani? Alienda Yesu mpaka kule kwenye mauti, kule kuzimu. Akamnyang'anya shetani ufunguo wa mamlaka. Sikiza, hata kama uliko chini ya kaburi ulizikwa, unajaribu biashara imekataa, kazi upati, ndoa imekataa, ulizikwa, unataka ndoto kila siku kama umekufa. Na tuma leo Yesu aliyeingia chini akafufuka. Wakamzika Yesu akaweka mpaka jiwe juu. Na tabiri leo utolewe hapo ndani, ile jiwe lipuringike kama wakati ya Lazaro na wakati wa Yesu. Walipoamka asubuhi, walinzi wamelinda ile kaburi ya Yesu. Walipoamka jiwe limepuringika, limetupwa kule, Yesu akatolewa. Lazaro wakamweka katika kaburi siku 3. Akakaa akasema Bwana ananuka. Yesu hakuwa na haraka. Nataka nikwambie kwamba hao waliokufanyia walichelewa. Wangekuroga ukiwa kwa tuma mama yako. Wangekuroga kabla hujaanza kwa tuma mama, lakini waliporuhusu uzaliwe. Usiku wa leo jiwe linapuringika. Usiku wa leo jiwe, Yesu anaondoa jiwe, Malta anaondoa ile jiwe. Watasema ya kwamba ufai, haustahili, hata hujasoma, wewe ni mtu wa nini? Yesu hajui hiyo vitu wamekuongea. Yesu anachojua, anajua kwamba wewe lazima uende kazi,
lazima uishi kwa ndoa na amani. Hata kama tumbili alichukua ndoa yako, hiyo mada yake inangolewa, hiyo jiwe lipulingike, urudishiwe ndoa yako. Kama unaamini sema amen kubwa na uandike amen. Lazaro akatolewa, akaambia afunguliwe sanda. Akasema nanuka, afunguliwe sanda. Ufunguliwe hiyo majina uliyobandikwa yote igeuzwe ije baraka. Kama vile wakatupa Yusufu ndani ya jela, wakasahau Yesu ndio komando wa vita. Wakatupa pia Petero, wakasahau Yesu ndio komando ya vita kwenye jela. Alitolewa. Masaa ikifika leo, masaa yako imefika, tolewa kwa hiyo jela. Masaa yako imefika, utolewe kwa makaburi. Masaa yako imefika, utolewe chini kwa hizo nyoka na kwa hizo burukenge na kwa hizo ufalme, kwa makaburi zote utolewe kwa hiyo shimo. Kwa jina la Yesu. Ukiwa unaamini, soma kitabu cha Isaiah 42:22. Utolewe. Yusufu akawa ameandikiwa raping case. Lakini wakati masaa ilifika bana, hata waganga wakashindwa kutafsiri ndoto yenye Farao aliota. Alipofika Farao akasema, "Unatafsiri hiyo ndoto?" Akasema ndio. Farao kumuuliza, "Wewe ulikuwa kwa jela ni kesi gani umeweka?" Akasema, "Huyu ni criminal." No. Alimwambia, "Unaweza?" Ndio. Akatabiri, akawekwa kwa deputy president, kutoka kwa jela, kutoka kwa kesi ya raping akawekwa kukua nani? Kukua deputy president. Na kutabiria leo utolewe kwa hiyo mahali uliwekewa majina, umebandikiwa nini, umefungiwa, penye umefungiwa nyota yako, utolewe usiku wa leo. Hatutaki kujua nani amekufunga, madhabahu aina gani, walitoa ng'ombe aina gani, sacrifice aina gani, utolewe mara moja katika jina la Yesu Kristo. Maana Bwana anakuinua kutoka mavumbini, anaketisha na wafalme. Masaa imefika, utolewe. Hata Yesu akakaa kwa kaburi siku 4, alikaa siku 3. Miezi 3 hiyo umekaa hapo imetosha. Hiyo miaka 3 umekaa hapo imetosha. Utolewe hapo ndani. Hiyo masaa utolewe usiku wa leo. Utolewe kufika saa 6. Utolewe. Sikiza, ni katika fasting. Ambapo ni 5 days. Ikisha hii fasting lazima utolewe. Kama ni mtonga shauri losika, hata ukwe ni mtu yote wapi, uko wapi, nchi za ngambo wapi, utolewe. Unayenisikiza leo, utolewe kwa kaburi. Hata kama upendi, utatolewa by force. Hata kama uamini, utatolewa by force. Hata kama unadharau, utatolewa by force katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utolewe. Yesu akapita katikati yao, utolewe kwa hiyo jeneza Bwana. Yesu akapata pia ambao wanapanga kwenda kuzika. Akapata mama mmoja anaenda kuzika mtoto wake. Mama analia, wachungaji wamepanga laini wakipeleka mtoto kaburini. Yesu akamwonea huruma mama yake, akaguza jeneza. Huyo mtu akatolewa kwa jeneza, akarudishia mama yake. Utolewe kwa hiyo jeneza leo. Utolewe kwa hiyo nyungu leo. Utolewe kwa hiyo bahari leo. Yesu anakuja huko. Yesu anakuja huko. Yesu ndio Yesu ni kila kitu. Anakuja huko. By force, by fire. Sikiza, hata kati ya Lazaro hakuwa na haraka. Alikaa mpaka zake yuko kaburini. Sikiza, alikoroga Yesu hakuwa na haraka. Maana unajua unatolewa tu. Sasa anakuja mwenyewe. Anarudia hekalu yake. Hata kama uamini, naitwa Apostolisha Ochide Boso. Ungana pamoja na mimi katika maombi ya Jumapili. Tunavunja hiyo nira na karibu kila falme za giza, na leo mpaka utolewe. Utatolewa. Upende, usipende, uwe Muislamu, uwe MSDA, uwe sijui dini gani, uwe mchawi, utatolewa na utaacha uchawi wako. Maana leo hiyo madhabahu inapigwa na radi ya moto wa jina la Yesu. Vile madhabahu ya manabii wa Baali ilipigwa, vile madhabahu ya Yoashi amani babu ya Gideoni ilipigwa, hata madhabahu ya mganga leo inapigwa, ya mchawi, Freemason, katika jina la Yesu wa Nazareti.